ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe, wakastaajabu. 6. Naye akawaambia, msitaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubishwa, amefufuka, hayupo hapa. Patazameni mahali walipomweka. 7. Lakini endeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya, huko mtamuona kama alipomwambia. 8. Wakatoka nje, wakakimbia kutoka kaburini, kwa maana wameingia tetemeko na ushangao, wala hawakumwambia mtu neno, maana waliogopa. Na Bwana abariki andiko. Amen. Yesu ainuliwe. Amen. Yesu alizo. Amen. Jambo ambalo nimeliona pale, nataka kuongea hicho kichwa cha ujumbe wangu. There is no permanent situation. There is no permanent situation in your life. Tuna situations zingine ambazo ziko permanent. Mbali katika maisha yako wewe Mkristo, wewe ambao unaliita jina la Baba, wewe ambaye unamtambua Kristo, hakuna jambo lililo ngumu kwa Bwana. Hakuna shida ambayo iko ngumu kwa Bwana. Wao walikupeleka kwa kabera, wao walienda kuzika, wao walifanya namna gani machoni mwa wanadamu, bali neno la Bwana linasema hakuna jambo lililo ngumu Bwana asiyoliweza. Bwana Yesu nasifiwe. Bwana haleluya. There is no permanent situation. Wacha kuniambia ugonjwa ule wangu umekuja. Wewe hauna ugonjwa. Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Bwana haleluya. Haleluya. Ile ugonjwa yangu ile, msichana wangu, dada, maziba, nashukuru kwa sababu umerudi kwa mazibao. Licha you are away, bali haya mazibao yalikutambua kupitia kwa maombi, kupitia kwa dada hiyo. Bwana Yesu nasifiwe. Bwana haleluya. Ulionekana wewe hauwezi, dada hiyo alisimama pamoja na wewe. Ndipo anasema, ndugu dada zangu, this is the time God is commissioning, Jesus is commissioning you. Go and make disciples. Go and preach the gospel. Ni wewe kuondoka, ufikie wale wagonjwa, ufikie wale wafungwa, wale ambao wako ndani ya dhambi. This is the time, kwa sababu amefufuka. Yesu ainuliwe. Bwana Yesu nasifiwe. Bwana haleluya. Tunamwabudu aliye hai. Tunamwabudu ambaye tumemshuhudia. Tunaabudu ya tunanena yale ambao tunajua. Kwa hiyo anatuamurisha nao tuondoke na twende dunia yote mzima tukihubiri ukuu wake. Bwana Yesu nasifiwe. Bwana haleluya. Bwana haleluya. Walidhani Yesu Kristo imekuwa is a continuation ya Pasaka. Bwana Yesu nasifiwe. Bwana haleluya. Kijana tuko naongea, wewe unajiana kibiko Pasaka, una celebrate namna gani? Na hapa walipomzika, walimuzika bila wewe jamii za kwako wamekuzika. Marafiki zako anakuzika, anasema huyo kalada nyangana nasomi, anyangana sanaye nzika, anyangana abuswa, anyangana mpaka mwambie sasa. Amen. Bwana haleluya. Naye Mungu naye anasema walio wake hawawezi kuacha na hawezi kuwatupa. Bwana Yesu nasifiwe. Kristo mwana Mungu aliteswa, wakambeba wakampeleka kaburini. Walipompeleka kaburini wakafunika jiwe, walifunika, wakaona huyu sasa mambo yatakwisha. Wameshuhudia msalaba
yeye akiwa pale na kalia the seventh saying yake, usemi wake wa mwisho kwa msalaba alisema namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana haleluya. Kuna usemi 7 ambaye alisema kiwa msalabani. Ya kwanza ilikuwa, Baba wasamehe maana hawajui wanaolitenda. Mwambie Yesu hizo. Bwana haleluya. Tukajengana pale, wewe wasamehe tu. Kaliba botezi, kaliba konyeke, kaliba buchai, wewe wasamehe tu. Mwambie Yesu hizo. Bwana haleluya. Bali ndakuja siku moja itatokea hawataamini ni wewe yule. Bwana Yesu asifiwe. Ya mwisho alisema nini? Wale ambao mnasoma Biblia, sema ya mwisho alisema, Baba wasamehe, Baba imekwisha. Baba mwizi anamwambia tutakuwa na wewe kwa kingdom. Mwingine ya mwisho nasema alilia akasema mikononi. Anza tuna kipengele pala ambao nimetafuta. Alisema Baba. Bwana Yesu asifiwe. Alisema Baba. Kumaanisha yeye iko katika hali ya mwili ya kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, he is God who is calling God. But he is in the body, mwanadamu. Ndio anasema Baba, naiwacha roho yangu mikononi mwako. Na aliposema hivyo, roho yake ilitoweka. Roho yake ilitoweka, ikatoka ndani ya mwili ya mwanadamu. Mwili huo ambao unaupanga, mwili huo ambao unaulisha, mwili huo ambao ulitoka kwa mchanga na mchangani unarudi mbali, mwili ambao haufi. Adamu wa pili hafi, Adamu wa kwanza anakufa. Bwana haleluya. Wamama ni wazuri, wamama wanakuwa na moyo wa utu. Wamama ndio walikuwa wamisho pale msalabani, wakiangalia na ile macho ya huzuni, maana tumbo iliyoizaa inauma. Wanapoangalia mtoto wa mtu hajatenda kitu, hatatenda dhambi yoyote, bali kufuatana na sheria, bali ikawa lazima maandiko ifanye nini? Ikamilike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana haleluya. Kwa pale msalabani, wamama wako pale hopeless, hawana la kusema, mbali kwa sababu saa imekwisha, waondoka waende. Ni wakati wa Pasaka. Walipoenda, Biblia inatuambia walienda wakanunua mafuta yao siku ya Jumamosi. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo wanakimbia kaburini asubuhi mapema na mafuta ili waweze kupaka ule mwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana haleluya. Walipoweka pale walizana, na ni nani ambaye atakuweza kutolea hili jiwe? Mbali unaposoma Marko, ukisoma Luka, unakuta pale bado wanaongea juu ya hiyo. Gina likafika pale wakakuta jiwe limemengilishwa. Wanaangalia ndani, malaika anatokea. Anauliza, mbona mnatafuta aliye hai katika wafu? Aliye hai katika wafu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana haleluya. Kutana haleluya. Ni wangapi kwetu ambao tunaendanga kutafuta uzima kwa waganga? Tunaenda kutafuta wai kwa waganga. Yesu ainuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi ambao wanaenda Shakahola? Ni wangapi ambao wanaenda kutafuta uzima mahali pengine, na uzima uko mahali wewe uko. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana haleluya. Mama yetu alikuwa
katika mitandao juu ya mjukuu wake, alimulitisha mumwombee mjukuu wake. Mwambie sasa. Bwana haleluya. Bwana haleluya. Mama huyu anahitaji maombi kwa sababu ya mjukuu wake. Na mjukuu wake ndio huyu. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Mjukuu wake ndio huyu ambaye yuko hapa, ambaye Bwana ametenda ishara. Ishara zinaandamana na waaminio. Amen. Mwambie sasa. Bwana haleluya. Bwana haleluya. Labda dada huyu na amepoteza ndoa. Labda waliona huyu hastahili. Labda wamemtimua kutoka kwa ndoa. Kwenda bindu vidadekere hamudare. Mbali ni yeo yogenda. Na zida kutula mwabili. Yena gende na kurumama. Yena gende kurumudu mkari. Kwa sababu gani? Kuna mwabodo. Kuna mwamini. Aliye hai. There is no permanent situation. Mwambie sasa. Bwana haleluya. No permanent situation. Sianze kusema haya hayawezekani. Haya hayawezekani. Viwete wanatembea katika jina la Yesu. Viziwi wanasikia katika jina la Yesu. Waliopooza wanaamka katika jina la Yesu. Hakuna permanent situation in the house of God. Yes, ainalewe. Bwana Yesu asifiwe. Naona nini pale wapendwa? Jambo la kwanza, Jesus kept his promise. Jesus kept his promise. Kwa sababu gani? Aliwaambia, licha mimi nitakufa, baadaye siku ya tatu mimi nitafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana haleluya. Bwana haleluya. Licha mimi nitakufa, mbali siku ya tatu mimi nitakufa. Nitafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana haleluya. Jesus kept his word. Amen. And he is still keeping his word even today. Hallelujah. Ya kwamba sasa. Bwana haleluya. Baada yeye anakibu neno lake ya kwamba hatakuacha. Yeye hatakuacha. Bado yeye atakuwa pamoja nawe mpaka mwisho wa dahari. Amen. Mwambie sasa. Amen. Bwana haleluya. Bwana haleluya. Walio wake Bwana hawezi kuwaacha. Waliompokea yeye hawezi kuwaacha. Mbali bado yeye yuko pamoja nao mpaka mwisho wa dahari. Kwa hivyo just believe. Amen. Yes, ainuliwe. Bwana haleluya. Bwana haleluya. Believe yule ambaye unajua alikufa na kafufuka na macho. Watu walimuona akitembea hapa for 40 days. Watu wanamuona akiwa ndani ya roho. Praise be to God. Amen. Bwana haleluya. Jesus gives his word. Anapokuambia lolote utakapoliomba kwangu kwa Baba kupitia kwangu nitalitenda. Amen. Bwana haleluya. Bwana haleluya. Anakuambia lolote ambao utapoliomba kwa Baba kupitia kwake hilo lazima alitende. He keeps his own word. Amen. Bwana haleluya. So yule mjanja ambaye anakudanganya, so yule mteja ambaye hapatikani, yeye ni mteja ambaye anapatikana kila saa kila wakati, na yeye yuko tayari kusimama pamoja nawe. Bwana haleluya. Bwana haleluya. Jambo lingine ambalo yona pale, there is an action ensures that the ruler of God's kingdom, the ruler of God's kingdom, be the living he. Bwana Yesu Kristo. The ruler of God's kingdom, mfalme ambaye anatawala ufalme wa Mungu. Bwana Yesu Kristo. Bwana haleluya. Unaposoma Isaya
inatabiriwa kwake atazaliwa mfalme wa wafalme ambaye atakuwa na mamlaka. Atakuwa na mamlaka. A king of kings. Na uwezo wa Mungu utakuwa mabegani mwake. Mwambie sasa. Amen. Bwana haleluya. A good counselor. Yes, I know. Amen. Ni mfalme ambaye ana vyeo vingapi? Vinne mabegani mwake. Ninaposoma pale baadaye naenda anapewa ufalme mbinguni. Tunamwabudu, tunamshukuru, tunamtukuza ambaye ana mamlaka mbinguni. Mwambie Yesu. Bwana haleluya. Alipewa mamlaka yote. Alipewa mamlaka yote juu na chini. Praise be to God. Bwana Yesu nasifiwe. Bwana haleluya. Jambo lingine ambalo niliona pale, Colossians gives us assurance that we also will be resurrected. Kufufuka kwa Yesu Kristo ni thibitisho kwa wewe Mkristo na mimi ya kwamba ikiwa Kristo, Yesu Kristo au Yesu mwana wa Mungu aliyekufa, watu wakamshuhudia akiwa msalabani, watu wakashuhudia jinsi alipoteseka na akawekwa kaburini, na baada siku ya tatu wanaenda pale wasione mfu pale. Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Bwana haleluya. Inanipa moyo ya kwamba hata mimi nikifa, ni mnyama huu, mwili huu ambao utakufa. Yesu ainuliwe. Amen. Bwana Yesu nasifiwe. Ni mwili huu ambao unakufa ganzi. Na unapokufa ganzi, na ndio ule mwili unaenda kurudi kwa mchanga, mbali bado nitaishi. Yesu ainuliwe. Bwana haleluya. Bwana haleluya. Posa mtakaiba gasema haleluya, 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 haleluya. Hata nikifa nitatawala tena. Twende kwa Yesu. Twende kwa Yesu. Mwema, twende kwa Yesu. Mwema, hata nikifa nitatawala tena. Haleluya, 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 haleluya. Hata nikifa nitatawala tena. Bwana haleluya. Inanipa tumaini ya kwamba hata nikifa, hata mimi nikifa, bado nitatawala. Bwana Yesu nasifiwe. Nitatawala katika ufalme wa Mungu. Nitatawala katika ufalme wa mbinguni. Kwa sababu ya dunia yatakuwa yamekwisha. Nimetoka katika nchi ya taabu. Kama wale na mkuza nini? Mwambie Yesu. Bwana haleluya. Bwana haleluya. Inanipa tumaini ya kwamba hata nami nikifa nitapita njia hiyo ambaye Kristo alipopita, na yeye anatawala. Mwambie Yesu. Bwana haleluya. Utano haleluya. Jambo lingine ambalo naliona pale ni ya kwamba the power of God that brought Christ's body back from the dead is available to us to bring us back to life, so that it can change. Inaweza kukubadilisha, and it can make you grow. Amen. The power, nguvu zake Mwenyezi Mungu ambazo zilitetemesha pale kaburi, miamba ikapasuka, inji ikatetemeka. The power of God ambayo ilitetemesha
Rejesha na nguvu zako Yesu. The power of God. Amen. Ibukana hallelujah. Ibukana hallelujah. Mesema sitachoka kusema dada. Wale mimi kwa napata ushuhuda. Mama yule asimama na namba ya basi jambo yako wewe mwanadamu. Naenda kumuona. Na siwe mapenzi yangu. Wacha mapenzi ya Mungu yatendeke. Na mapenzi ya Mungu yatendeke. Akamtoa katika shimo la utelezi la mauti. Mungu akasikia sauti yake. Akashuka akamshika mkono. Akamfuruta kutoka ndani ya ile shimo. Na ndio huyo anasimama anatangaza ukuu wake Mwenyezi Mungu. Amen. Bwana hallelujah. Bwana hallelujah. Wacha kulenga katika Ukristo wako. Wacha kulenga. Simama imara. Simama imara. Mtetee Bwana Yesu. Simama imara. Mtetee Bwana Yesu. Simama imara. Mtetee Bwana Yesu. Mtetee Bwana Yesu naye atakutetea. Wewe kosa kumtetea na kutetea namna gani? Mwambie Yesu hizo. Amen. Bwana hallelujah. Bwana hallelujah. The power of God that he brought across his body. Soma nami Wakorintho wa kwanza 15:12 to 19. Inasema nini? 1 Corinthians. Paulo anaambia nini wa Korintho? Paulo anawaambia nini wa Korintho? 15 mstari wa 12. Bwana asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Kibisa yeye Mike. Tia yeye kila mtu anataka anasikia. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 12. kuanzia mstari wa 12 neno linasema hivi. Basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu. Basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu. Mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiyama ya wafu? Mbona baadhi yenu mko hapa ambaye mnasema hakuna kiyama? Paulo anauliza wewe na wewe, ikiwa Kristo ambaye tunahubiri alifufuka, mbona baadhi yenu mnaanza kusema hakuna kiyama? Endelea dadangu. Lakini kama hakuna kiyama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Na hata imani yetu tena ni bure. Endelea. Naam. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Sisi tunaposimama hapa tukihubiri, tukitembea tunahubiri, ndani tunaonekana sisi ni mashahidi wa uongo. Mbali nataka tuwe mashahidi wa ukweli, kwa sababu tunamtangaza, tunamhubiri aliye hai. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana haleluya. Endelea. Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo. Kwa maana tulishuhudia ufufuo wake Yesu Kristo, ambaye hakumfufua. Endelea. Ikiwa wafu hawakufufuliwa. Endelea. Maana kama wafu hawakufufuliwa, Kristo naye hakufufuka. Maana kama wafu hawakufufuliwa. Kwa maana gani? Wakati tulikuwa na mtetemeko, makaburi yakafunua vinywa vyao, miamba ikapasuka. Kristo alifufuka pamoja na watakatifu ambao walikuwa wamezikwa enzi zile. Bwana haleluya. Bwana haleluya. Alifufuka pamoja na watakatifu. Kaburi halingekuwa na uwezo wa kuwashikilia. Nchi ilitetemeka, kaburi ikawatema. Praise to God.
Mwami Yesu isomye. Bwana haleluya. Tunamwabudu aliyeitwa Mshukuru, tunamwabudu aliye hai. Endelea dadangu. Na kama Kristo hakufufuka, imani yetu ni bure. Na kama Kristo hakufufuliwa, ndani imani yetu ni bure tu. Mngalimo katika dhambi zenu. Tungali tuko katika dhambi zetu. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Na hapo hata wao nao waliolala katika Kristo tena wamepotea, ambao wana imani. 19 mwisho. Kama katika maisha haya tumetumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Mungu abariki neno. Kama katika maisha haya tumemtumainia Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Wewe maskini kivipi? Bwana Yesu anasema, amen. Wewe ni maskini kwa sababu ya tamaa ya ulimwengu, haiko ndani mwako. Bwana Yesu, amen. Bwana haleluya. Haleluya. Bwana haleluya. Kwa sababu ulijisalimisha, ya dunia haina faida na wewe, na wewe ukampokea Kristo. Bwana Yesu, amen. Bwana haleluya. Urangangwa ibe no modaka, urangangwa ibe ne kenyabiribo, iborangwa yani omtofyo mbali umejisalimisha. Unaitwa wewe ni maskini kwa ajili ya utajiri wa mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu, amen. Bwana haleluya. Bwana